John chapter 8. I'm going to teach from the book of John chapter 8, from verse 4. I think God is going to bless us with that scripture today, wherever you are. Just give me 5 minutes or 5 or 10 minutes, and I think I will be delivered your message today. So allow me to preach, or allow me to read in the Swahili language so that you can understand very well. But remember, I'm talking about the secret of the church. Yes, the book of John chapter 8 from verse 4. Kiswahili nasema hivi. Yes, Kiswahili nasema, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Acha nirudie. Wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Basi katika Torati ya Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake kama hawa, ama wanawake wa namna hii. Je, wewe wasemaje? 6. Nao wakasemezana neno hili wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao wakatoka. Nao waliposikia, sikiliza hapa vizuri. Nao walipozidi kumhoji, akajiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Hiyo namba 7, shikilia vizuri. Inasema, nao walipozidi kumhoji, alijiinua, Yesu akajiinua na akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Basi akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, inamaanisha kwamba hawa watu hawakuwa wanasikia mpaka vile Yesu aliweza kuandika katika nchi na kidole chake. Hapo ndipo waliposikia. So hii maandiko yanaonyesha kwamba huko nyuma, tangu watoke huko nyuma kote wakipanga mipango zao, inaonyesha kwamba Yesu alikuwa anawazungumzia, lakini hawakuwa wanasikia. Yesu alikuwa anawanenea, hawakuwa wanasikia. Mungu alikuwa anawanenea katikati yao wakati wanapanga, maana maandiko yanasema walitaka kumjaribu. So wakati wanapanga majaribu yao mioyoni mwao katika sehemu zao za siri, Mungu alikuwa katikati yao anawazungumzia, lakini hawakusikia. Mpaka wamejileta wao kwa wao physically, face to face with God or with Jesus, sasa wanaanza kumjaribu. Maandiko yanasema until alipoandika na kidole chake ndipo waliposikia. Na maandiko yanasema waliposikia walifanya nini? Wakashtakiwa na dhamiri zao. Kabla sijaingia pale, hii inaonyesha ya kwamba mtu yoyote ambaye anaistii sauti ya Bwana na kuisikia sauti ya Bwana lazima hawe na dhamiri ya kiungu ndani yake. Na hii inaonyesha kwamba mtu yoyote aliye na punje ya imani ya Kristo, ama imani ya Mungu, ama aliyo na mbegu ya Roho wa Mungu, kabla hajatenda dhambi, ambaye ama mwanzo anapoanza kuwaza kutenda dhambi,
lazima dhamiri ama kuna sauti ya Mungu ndani yake ambaye lazima imwambie kwamba hiki jambo ni kibaya. Kwa hivyo lazima atazungumziwa na Mungu kabla hajatenda. Na mtu aliye na roho wa Mungu lazima kabla hajatenda dhambi aisikie sauti ya Mungu ikinena ndani mwako. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba kwa yoyote ambaye alitenda dhambi na anajiita mwana wa Mungu ama anasema na roho wa Mungu na akatenda dhambi, inamaanisha hiyo kitendo cha kutenda dhambi inaitwa disobeyed. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba na Adamu akadisobey God. Adam disobeyed the voice of God and he failed the short of glory. So inaonyesha kwamba kila atendaye dhambi ni kwa kutokutii kwake. Hakuna mwenye atendaye dhambi pasipo kujua. Ujumbe wangu sio huo, nilikuwa tu nikufunulie hapo. Ninachotaka kuzungumza, nataka kuzungumzia kuhusu the secret of the church. Nataka ninene juu ya siri ya kanisa, na mahali pale nafikiri ninapoanza kuingia wewe utanielewa, ama itabidi wewe kulingana na roho wa Bwana kuongozavyo, itabidi utege sikio lako na upokee sehemu yako sehemu hiyo, maana huenda naweza nikakupa kichwa ambacho huenda hakitaendana na chakula utakachokipata. Lakini naomba kwa jina la Yesu kwamba Mungu akupe sehemu yako kupitia mafundisho haya. Basi sikiliza. So wakamleta mwanamke msinzi aliyekuwa amefumaniwa kwa Yesu. Maandiko inasema vizuri ya kwamba na wakamwambia Yesu kwamba mwanamke wa namna hii sisi kwetu tuliamriwa kwamba apigwe kwa mawe hadi afe. Yesu, wewe unasema aje? Maandiko inasema Yesu akaangalia, akainama chini, akafanya mambo yake, akainuka tena, akawaangalia, basi mwishowe akawakazia macho na akawaambia hasiye na dhambi aweze kumpiga mwanamke huyu mawe hadi afe. So hapo ndipo sisi tuko, na hapo ndipo nataka tuongelee mambo mawili ama matatu kusudi nimalize. Maandiko yanasema wakawa wanamjaribu, lakini kumbuka nazungumzia kuhusu the secret of the church, siri za kanisa. Wakati wamemleta kwa Yesu, Yesu mwenyewe ni ufalme, maana Yohana anahubiri akisema kwamba tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na anaposema tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia, anawapatiza watu kwa maji, na anasema atakayekuja atawapatiza kwa moto. Lakini baada ya muda mchache basi Yesu alitokea, na alipotokea aliambia wanafunzi wake kwamba yule niliyekuwa na nena kwamba hata kamba yangu ya kiatu haiwezi kutoshea wala siwezi kuza hata kamba yake ya kiatu, basi ndio huyu, na huyu ndiye kondoo iondoaye dhambi. Basi inaonyesha kwamba huyu ndiye mtu niliyekuwa na mnena kwamba ndiye falme. Inaonyesha kwamba watu wa dunia ama watu wakachukua mwanamke fulani, ama watu wa dunia wakamubeba muumini wa kanisa ama mshirika wa kanisa ama kiongozi wa kanisa ama shemanzi ama ashas ama mwendasesa wa kanisa, wakampata kule nje na wakamleta kusudi wa mjaribu Yesu. Na walipomleta kwa Yesu, wao hawakujua kwamba wamemleta katika falme. So wamemleta kwa mwenye kanisa, wakamleta ndani ya kanisa kwa mwenye kanisa. Tuseme wamemleta katika mchungaji, wamepata mtu ambaye ni indasesa ama nabii wa kanisa, ama wamepata tikoni wa kanisa na wakamuleta katika madhabahu, na wanakuja kumshtaki kwamba tumempata akiwa amefumaniwa na mwanamke mwingine, ama amepatikana akiwa anatenda dhambi. Tufanye nini? Kwa sababu sisi ni watu wa dunia, na hapa kwenu imeandikwa kwamba ni mbinguni hawafai kufanya dhambi.
ama hapa kwenyu ni sawa na mbinguni, ama hapa kwenyu ni watakatifu, wafai kutenda dhambi. Kwa hivyo kulingana na desturi tunayojua inafaa wauawe. Tupatie nafasi tumuue. Ninazungumzia kuhusu secret of the church, siri ya kanisa. So watu wakakuja kumshtaki watu wa dunia, na maandiko yanasema walitaka kujaribu Yesu, wakakuja kumshtaki mtumishi wa Mungu ambaye amepatikana na dhambi kule nje. Na walipomshtaki wakawa tayari sana kuweza kuokota mawe kusudi wampige, kwa sababu walikuwa wanatarajia ya kwamba huyu mchungaji ambaye ni Yesu aweze kutoa amri ya kwamba huyu intercessor wake amekosea pakubwa, atoe amri ya kumuua. Sikiliza ndugu mpendwa. So maandiko yanasema kwamba, ama kinachonishangaza ni kwamba Yesu alinama chini. Yesu ambaye yuko kwa mfano wa mchungaji mwema alinama chini na akaangalia pande yote na akawatazama sana kwa macho, akawauliza, kati yenu asiye na dhambi aweze kufanya nini? Aweze kumrushia jiwe. Kwa sababu naongelea the secret of the church, na nimeeleza vizuri sawasawa na ufunuo wa Mungu, vile Mungu alinipa ufunuo kwamba Yesu ni sawa na mfano wa mchungaji mwema, na yule mtu aliyefumaniwa kule nje ni sawasawa na yule nabii wa kanisa, ama ni sawasawa na intercessor wako ndani ya kanisa. Lakini tatizo ambalo limetokewa ni kwamba amepatikana kule nje akitenda dhambi. Sasa watu wanayejua kwamba ndani ya kanisa hakuna dhambi, ama wanayejua kwamba anayejua kwamba walio katika ufalme wa Mungu hawana dhambi, basi wakamleta kumshtaki kwa mchungaji. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba Yesu kama mchungaji mwema akawaangalia na kuwauliza kama katikati yao hakuna mwenye dhambi. Maandiko yanasema, na kwa sababu walikuwa wameweza kusikia, walikuwa wamefunguliwa macho already, wameweza kusikia, kwa sababu mahali walienda kwa Mungu mwenyewe, na Mungu ana uwezo wa kufanya chochote. Maandiko yanasema walikuwa wamesikia habari za Yesu, basi maandiko yanasema kwamba wakawa wamesikia, na walipowauliza kwamba kama kuna mwenye dhambi, na kwa sababu wamesikia, na kusikia walikokuwa wamekusikia si kusikia kwa kawaida, bali ni kusikia kule, kusikia kwa roho, basi roho ndani yao, roho ile ikawa ina convict ndani yao, na ikawa inanung'unika ndani yao, na kuwakumbusha kwamba hata nyinyi amuko watu wazuri. Maana kumbuka, ni roho na dhamiri safi ya Mungu peke yake ndiye ikaweza kumkumbusha mwenye dhambi kwamba wewe ni mwenye dhambi, ama inaweza kumkumbusha mwanadamu kwamba wewe ni mwenye dhambi. So wao kwa kukumbushwa kwamba wao ni wenye dhambi, maana anasema wakawekelea jiwe. Kila mtu alianza moja kwa moja kutupa jiwe la mawe zao chini na kuondoka. Mama akabaki peke yake, na alipobaki peke yake, Yesu akainuka tena akamuuliza, wako wapi washtaki wako? Akasema, wamesha kwenda, basi enda na usitende dhambi tena. Nataka kuzungumza nini kuhusu the secret of the church? Tatizo lipo kanisani, kanisa ya leo hii, kanisa ya Philadelphia, kanisa ya Asia, kanisa iliyoko wa Efeso, kanisa iliyoko Korintho. Tatizo ambalo limetokea katika Korintho ama katika Philadelphia ni kwamba watu tumekosa kukeep secret of the church na kusimama katika kweli ya kanisa. Imagine watu wa dunia wameshika mtu wenu wa kanisa na wamemleta kanisani, wanamshtaki na mambo ya kule nje. Lakini kwa sababu wamemshtaki na mambo ya kule nje, sisi wachungaji tunashindwa ni jinsi gani tunaweza kudefense chombo cha Mungu, ni jinsi gani tunaweza kutetea wana wa Mungu ama kutetea falme.
Tunasahau kwamba na sisi tulikuwa chombo cha mchanga, ila tukaoshwa kwa mercury ya damu ya Yesu kusudi tukawa safi. Sikiliza hapa, sijui kama ujumbe huu utakufikia. Ninachotaka kusema ni kwamba tumeshindwa keep secret za kanisa. Lakini kama Yesu mchungaji mwema alisema kwamba aliye na dhambi ampige mawe, hii inamaanisha kwamba, inaonyesha wakati mwingine kama sisi kama wachungaji wa kanisa ama viongozi wa kanisa ama watu tuliyookoka, wakati mwingine, wakati wenzetu wanaingia katika mashaka, kwenye changamoto, wanakumbana na challenge, matatizo yanawapata kule nje, na sisi ni watumishi wa Mungu na ni washirika wetu, ni viongozi wetu, wako katikati yetu, lakini wamejipata wameanguka kwenye dhambi. Tatizo tunalokuwa tunalifanya ni kukosa kuweza kukeep secret ya kanisa na kuweza kutetea wenzetu ambao tuko nao katika ufalme, bali kitu ambacho tunakifanya kila wakati ni kudispose wale watu ambao walitulisha, walituvisha, waliyetulea, baada ya kuona wameanguka katika wokovu ama wamejipata katika mashaka, kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, huenda ni mkono wa Mungu ama huenda ni shetani amehusika kusudi kutaka kuwadoment. Sisi kama watumishi wa Mungu na kama kanisa la Bwana hatuko tayari tena kuweza kudefend watu ambao tuko nao katika falme. Na hapa ndipo nilisema nitakuja kusungumuzia kuhusu keep secret of the church, understand, kutuelewe ni mambo gani ambayo inafaa endelee katika kanisa. Yesu mwenyewe akasema kwamba kama kunaye mwenye ana dhambi, basi anyoshe kidole kumpiga. Imagine watu wa dunia ndio wameshika mteule, alafu wanakuja kwenu kutumia silaha yenu kuangamiza huyu mtu, kwa sababu imagine wao wamempata, wanajua vizuri kwamba huyu mtu unafaa afe, lakini hao watu ambaye wajaokoka hawamuui. Lakini nyinyi ambaye mmeokoka wanamletea mikononi mwenu, nyinyi wenyewe mumuue kwa mikono yake, mumuue kwa mikono yenu. Na kumbuka, huyo mtu ni damu yenu, ni mtoto wenu, ni kiongozi wenu, ni intercessor wenu, ni nabii wenu, ni shemanzi wenu, ama ni ashasi wenu. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ameanguka katika wokovu ama kwa sababu amefika mahali na amerudi nyuma, backslide, badala ya kumtetea munaanza kumshambulia kwa mawe. Maandiko inasema wale walimleta kwa Yesu, na kumbuka ni watu wa dunia, wanimleta kwa Yesu kusudi Yesu awapatie ya kumhukumu. Lakini Yesu akasema hapana. Kwa nini ni hukumu mtoto wangu? Kwa nini niseme apigwe mawe wakati wale ambao wanakuja kumshtaki wenyewe ni wenye dhambi? Ni kwa sababu gani? Na mimi sikukuja kuhukumu watu, bali nimekuja kusudi wawe na uzima. Nisikilize. Wakati naongelea the secret of the church, ujumbe huu inaweza kuwa ijakufikia vizuri, lakini ninachotaka kumaanisha ni kwamba kanisa tuamke chini. Kanisa tujue siri za kanisa zinafaa zilindwe kwa namna gani. Kanisa tujue mambo ya kanisa inafaa yahandoliwe kwa njia gani. Kanisa tujue washirika wa kanisa wanafaa waandoliwe kwa njia gani. Kanisa tujue viongozi wa kanisa wanafaa waandoliwe kwa njia gani. Maandiko yanasema wa dunia wakamleta kwa Yesu wakisema, huyu aliyeokoka ama huyu amepatikana na nini? Amepatikana amefanya nini? Amepatikana katika usinzi na mume wa mtu. So wanataka Yesu apeane lakini Yesu hakukubali. Sijui ni kwa nini wewe mwana wa Mungu unayenitazama unatazama ndugu yako akianguka, akitoka katika wokovu, na wewe unafurahia.
ndugu yako anaanguka katika wokovu na wewe unafurahia, unaanza kucheka, unaanza kusema alikuwa anajifanya naombaomba pale kanisani, alikuwa yeye ndio intercessor, alikuwa anaombea watu, alikuwa yeye ndio nabii, alikuwa anaona sana, alikuwa yeye ndiye shemazi, ama alikuwa yeye ndio secretary wa kanisa na alikuwa anajisikia wewe ndiye mtu wa kwanza kudispose mambo yake, kutoa secret yake ama siri kwa watu wa dunia kule nje. Nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Hii najua kwamba hata watakayoniangalia ama kusikiliza ujumbe huu, wengi watanidharau ama wengi watanirushia mawe sana, lakini the truth shall remain the truth. Na lazima tuseme ukweli, maana ukweli utatuweka huru, sawa sawa na kitabu cha Yohana 8:32 imesema kweli kwamba ukweli utatuweka huru. Tusidanganyane wapendwa. Iwapo wewe mchungaji unateletewa pasta wako mdogo eti kwa sababu amepatikana na mwanamke kule nje, alafu wewe kwa sababu amepatikana mwanamke kule nje, wewe ndiye wa kwanza kumchukua na kumpeleka polisi, ama amepatikana maybe amechukua mtoto wa wenyewe ama anakosa fulani, alafu wewe ndiye wa kwanza kumpeleka katika serikali, pasipo kuangalia ni njia gani utakuja kuhandle na kuwa makini katika ile kusolve ile kesi, ujue ni jinsi gani utatetea. Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho shetani anataka, shetani mara mingi anataka kutumia watumishi wa Mungu, anataka kutumia watumishi wa Mungu, anataka kuangamiza vipawa zilizo ndani yake, ndani ya watumishi wa Mungu. Na anapotaka kuangamiza vipawa vilivyo ndani ya Mungu, ya watumishi wa Mungu, anachotaka kufanya ni kutaka kudispose nje. Anataka kupeleka kule nje, kila mtu ajue, na atuanzi wewe ni intercessor ama wewe ni nabii. Na wakati inasemekana kwamba umepatikana na mke wa mtu na unatolewa huko nje, unatembezwa kwa barabara ama kila mtu inaweka kwa kaseti na kila mahali, wewe ndio kwamba wewe mtumishi wa Mungu ndio umefanya hili. Kumbuka the first thing, heshima yako ya kwanza inaondoka. Kitu cha pili, uwepo wako unaanza kupungua, maana uwepo wa mwanadamu ama uwepo wa mtumishi wa Mungu, pia uwepo huo unaandamana na wingi wa watu na unaandamana na imani ya watu. So wakati imani ya watu inaanza kuondoka juu yako, kumbuka kwamba anointing ama ile uwepo ulio ndani yako pia unaanza kupungua. Na hapa ndiyo kuna siri ambazo watu wajaelewa, siri ambazo ziko ndani ya kanisa, ya kwamba yoyote aendaye katika kanisa la Bwana ameokoka na jina ni mtumishi wa Mungu. Yule mtu shetani alishajua kwamba ukitaka kuharibu ama kumaliza nguvu na uwepo huyu mtu, unachotaka kufanyiwa ni huyu mtu akuwe disposed kwa watu, aanikwe kwa watu. So shetani alishajua kwamba ukisha anikwa kwa watu, watu wakisha kutazama uchi wako, basi wanakumaliza. Na that's why maandiko inasema kwamba wakamkamata Yesu, na walipomkamata Yesu ilibidi wampeleke Kolikotha. Kolikotha ilikuwa ni sehemu ya wezi, watu ambao walikuwa na laana, wezi. So alipelekwa huko kusudi kwamba kila mtu aweze kumtazama, na walikuwa wanaamini kwamba wakimpeleka Kolikotha wamwanike juu ya msalaba, kwamba hapo ndipo maisha yake itakuwa imeishia hapo, na hapo ndipo nguvu zake zitakuwa zimeishia. Shetani hakujua kwamba Yesu mwenyewe alichagua hili kusudi katika ile utaifu ambaye wanaamini ya kwamba itaishia hapo ndipo anaanzia. Na ndio maana alisema kwa msalaba kwamba yote yamekwisha. Lakini yote aliyekwisha ni yapi? Kwa sababu hapo anapokata roho pale msalabani, ndipo alianzisha kanisa ya ufunuo, kanisa mpya ya roho. So nisikilize, tunapokuwa tunapendelea washirika wetu ambao maybe wanafanya matendo madogo, alafu tunakubali wanakuwa dispose kwa watu, tujue kwamba tunamaliza umaarufu wao. Maana mtu kama huyo, wakati kwa mfano unapata kwamba kuna mwanadada fulani alikuwa kanisani, na huyu mwanadada wenda akafunga ndoa na ndugu fulani, alafu baada ya miezi kadha wa kadha ama miezi hasijaenda wakawachana. Alafu nyinyi mko hapo kama kanisa
badala ya kusimama na kutetea, hata mtafute ndugu na yule mama, mshauri kwamba hata kama mnaweza kuwa kwamba mnawachana, bali kumbukeni kwamba nyinyi mlikula kiapo pamoja, msitoke katika nyumba moja, ila kwamba muendelee kukaa katika nyumba moja kwanza, tukitafuta suluhisho. Lakini nyinyi ndio watu wa kwanza, baada ya kutendeka, mnaambia huyu, wewe nenda ishi kivyako, wewe tafuta maisha yako, endelesha na maisha, na mnaanza kutangaza ndoa ya kina hawa dada na hawa ndugu. Kwa hivyo huyu anapoangalia, hapo ndipo alifungia harusi yake, lakini anapata maneno yametapakaa kila mahali, kwa sababu ama anakuja peke yake, anasikia ile uzito na roho yake inakuwa nzito. Kwa hivyo hata kuja kanisani tena, kwa sababu tayari mmeblackmail roho wake, hawezi kupata nguvu ya kuja tena. Na kando na hiyo, hata kama ni mwimbaji pale kanisani, anapofika anapata kila mtu, hakuna mtu anamsongea, mmemtenga, basi hapo ndipo hata akienda kuimba uwepo haupo tena, kwa sababu umeshaanikwa. Nakumbuka mtu anapoanikwa utu wake, physically appearance inaanzanga kuvuta ile ya ndani. So either ya ndani ivute ikileta ya nje, izaa ya nje, ama ya nje ivute ikipeleka ndani, imalize ya ndani. Nachotaka kusema ni hiki, ya kwamba tujifunze kuhandle shida ambazo zinapatikana kanisani. Wakati kanisa imepatikana na kosa, kuna washirika, kuna viongozi wanakosa, aswa wachungaji, tujue kwamba na sisi wenyewe ni asili ya dhambi. Sisi wenyewe ni asilia, tuna asilia ya mwili wenye dhambi, tuna asilia ya dhambi. Kwa hivyo tusikubali shetani aje kuipiga kanisa, bali tung'ang'ane vile tunaweza kusudi tuweze kuwarejesha mandugu katika upendo wa Kristo, na tuwarejeshe katika njia iliyo kweli. Maana maandiko yanasema vizuri kwamba niangukapo tena nitasimama. So usinidharau wala usinicheke ya kwamba nimeanguka leo. Tatizo kanisa ya leo, makosa wanayoifanya ni wakati mtu angukapo, kwao wenyewe kwanza, kwa watu wa kanisa wenyewe, kwao inakuwa kama ni ajabu sana. Inakuwa ni kana kwamba kitu kigeni kwao wajai kukiona. So unapata kila mtu anaongea, lakini hatoi suluhisho. Inafikia mwisho kwamba hata watu wa dunia nao wanapata, na wale wanapopata, basi wanaenda kuanika kwenye matelevision, kwenye mativi, kwenye barabara. Na unapata mtu kama huyo sasa alikuwa ametegwa nyara na shetani. Sasa yeye anapoona wale watu ambao wanafaa wamtetee ndiye wamesaidia kuendelea kumpiga mawe ama kuendelea kumsongesha kwenye moto, basi anaanza kuona nguvu zake zinaisha ndani. Anasema sasa, huku ndio mimi nilikuwa naegemea, lakini hao ndio watu wa kwanza. Inakuwaje mimi kuendelea nao? Inabidi niendelee, nirudi katika mahali nilipotoka. Kwa hivyo leo nilikuwa nitoe tu mashauri na nikuambie kidogo, either point moja ya siri ya kanisa, kwamba siri ya kanisa ni kujuana, kwamba sisi kujua mahali tulipotoka na kujua kwamba Mungu ni upendo. Mungu hata ukiwa mwenye dhambi, Mungu hapendi mwenye dhambi afe kwenye dhambi. Sasa kama Yesu mwenyewe hataki ule aliyefumaniwa apigwe mawe, wewe binadamu wa kawaida ambaye umeweza kutunukiwa tu uwepo wa Roho Mtakatifu, inawezekanaje unadispose mwenzako kwa sababu ya usherati, kwa sababu maybe kwa sababu ya mambo fulani ambaye wewe unajua kwamba si mazuri kwa upande wa Mungu? Mbona hawezi kumwambia na katika njia nzuri? Na kama hawezi kusikiza, utafute namna na watu wengine ambao wanaweza kumwelekeza. Na kama wewe ni mchungaji na unaona kabisa huyu mtu umemkataza usherati, ama umemkataza vitina, ama umemkataza nini, hajasikia, mbona hauwezi kuchukua nafasi useme, kama mimi umenishinda, basi madhehebu za kanisa ziko mingi, naweza kuitia ndugu fulani wa dhehebu fulani, nayo uweze kukaa naye kidogo, kusudi naye kuelimisha. Huenda kwa sababu inaweza kuwa upande wangu mimi ndio lugha hunielewi, kusudi tubebanie misigo. Na sisemi hivyo ati kwa sababu nataka kusapoti dhambi, lakini najaribu kumaanisha kwamba
wakati tuko katika wokovu, tuko uwanjani mwa vita, na katika vita lazima tujue kwamba aidha kuna kupigwa na aidha kuna kushinda. Lakini kando na hiyo kupigwa ama kushinda, sisi wote ni wanajeshi, lazima tusaidiane katika maarifa, hekima na maarifa. Tusipo kukosa maarifa, basi tutakufa sisi wote. Shetani alimpeleka Yesu msalabani akiamini kwamba pale msalabani hawezi akajitoa tena. Na ndio maana mara mingi mambo ya Kristo, hata ukisikia mchungaji kidogo hata ameoa mke mwingine, unasikia ile jambo litatangaza kwa redio na hata kwa television kote, itaonekana kwamba askofu ana wake wanne, itatangazwa kila mahali. Lakini mtu wa dunia akioa wake 50 hata 120 haiwezi kutangazwa na wala si kitu kwao. Nisikilizeni, kama watu wa dunia wanaweza kujilinda, kujisecure, mbona sisi watu wa kanisa hatuwezi kujisecure? Na mbona hatuwezi kutumia tactics za Yesu? Basi sina mambo mengi ya kusema, lakini maandiko yanasema ule mwanamke baada ya kusema kwamba kuulizwa wale waliokushtaki wako wapi, akasema wameenda. Yesu alisema enda na usitende dhambi tena. So Yesu alingoja kwanza hao watu waliokuwa wanataka kumuua waende kwanza, ndiposa mhukumu. Sisi wakati mwenzako amekutendea dhambi, ametenda dhambi ama amekusengenya, unakuja kusimama mbele ya kanisa na unasema, unadanganyia maandiko ati unasema imeandikwa kwamba tuwakemee mbele za watu. Wewe unakuja kukemea, wewe ni mchungaji, unakemea mtoto wako mchanga kiroho, umesimama kwa madhabahu unasema kwamba nani ulinisengenya na wamama fulani, na wewe ndiye baba. Wewe ndiye baba na unatangaza mbele ya madhabahu kwamba wewe ulinisengenya na mtu fulani, utakufa. Sasa kama wewe ni baba, unasema wazi wazi, huyu unasema mwanao mbele ya watu wote, huyu mwanao hajakomaa kiroho ambaye anaweza kukuvumilia. Unataka akae hapo? Unataka akae kungojee pale? Wewe ukiendelea kupwega maneno yako naye yapwega pale madhabahuni? Wewe ni baba, mbona usikue kama Yesu? Alingoja watu wakaenda, na ndiposa akamwambia basi enda, lakini usiendelee kutenda dhambi. Mbona usiende uite mwanao kando wakati watu hakuna? Ama baadaye mwambie nikuja nione siku ya ibada ama siku ya Jumanne, niko katika ofisi yangu, njoo pale tuongee. Ongea na ule mwanao, mwambie mimi nimesikia maneno haya na hayo, naniongelea vibaya, ila mimi ni baba yako wa kiroho. Sipendi maneno kama hayo, maana nikisungumuza sana mambo hayo yanaweza kuwa kinyume chako. Kwa nini tunazoelea kuwa kama watu wa dunia? Maandiko ndio imesema vizuri kwamba wakemeeni wanayewakosea mbele za watu, ila inafundisha watu wa dunia, si watu walio ndani ya kanisa. Hizo ni sheria alizopewa Musa kwa wana wa Israeli, watu wote. Kwa hivyo si sheria za kanisa tu, ni sheria za watu wote. Lakini wewe ulio ndani ya kanisa, ni hekima gani ambayo umejifunza kwa Kristo ambayo unaweza kutumia kukaidi watoto wako? Maana nimeshashuhudia kanisa nyingi, nimeshai kuwaona manabii wengi wanapewa ujumbe kuhusu watoto wao. Kwa mfano, wewe uko na mwanao ambaye ni mwimbaji kwako, ama ni worshipers kwako pale, ama ni intercessor hapo kwako, alafu mwanao maybe yeye ana changamoto katika ndoa, ameshindwa kuvumilia katika ndoa na anatiriki hata kutamani kule kwenda nje, alafu nasimama na kumkemea kwa madhabahu ya kwamba nimekuona ukianza kwenda kwa jirani mambo fulani mbele ya watu, alafu huyu ni mtu ambaye anahudumia nafsi zingine pale. Nataka nikwambie wewe nabii wa namna hiyo, jifunze kuficha siri ya Bwana na kuhudumia watu wa Bwana katika njia ya hekima, njia ya unyenyekevu, njia ya upendo. Wacha kutumia hii jina kwamba wakemee mbele za watu. Hili ni neno linalofanyika kotini, mahakamani, katika watu wa dunia, sio kanisani. Kusudi sisi wenyewe tuletane kwa upendo. Usishinde kukemea watoto wachanga mbele ya watu wote. Si wote wanapenda kukemewa mbele za watu. Si wote wanapenda kukemewa mbele za watu, na si wote wanapendwa kutupiwa maneno mbele za watu.
Kuna mtu kimpata peke yake ni sawa na msichana mdogo, ama ni sawa na msichana ambaye na balee, na we ni mwanaume unaenda kumtongoza. Hawezi kwenda kumtongoza mbele ya marafiki zake wote, hawezi akakubali. Lakini wakati umeenda hako peke yake, hapo ndipo mtaweza hata kuongea. Lakini ukienda mbele za watu hawezi kuongea, maana yeye hana huyo ushujaa wa kuongea mbele za watu. Wachungaji, mashemazi, matiko, watu wote tunaotumika katika madhabahu, tunapowarejesha kondoo, tuwarejeshe katika njia ya hekima, njia ya ukweli, njia ya upendo, njia ya kujua kwamba hii ni njia sahihi. Tuache kukemea watu mbele za watu wengine, kukemea watoto mbele za watu wengine, kukemea viongozi wetu mbele ya watoto. Wakati wewe ni baba na mtu jirani anakuja pale kukusomea mbele za watoto wako, ama anakuja kukupiga mbele za watoto wako, mbele za bibi yako, wewe unaweza ukafikiria nini? Ndiyo, ni makosa wamekosea, lakini kitakachofuata utafanya maamuzi gani usipokuwa na roho wa Bwana? Nisikilize, tujifunze keep secret of the church. Tujue ni kanisa itagrow kwa njia gani, tutafanya njia gani kusudi kanisa igrow, na tutafanya njia gani kusudi tuwalee watoto wa Mungu. Tutumie neno la upendo na tuombe Mungu atupe hekima. Yesu akasema basi kama wameenda, basi wewe enda na usitende dhambi tena. Sijui kama wewe mwenyewe ushai kujiuliza, hiyo mwanamke aliyokuwa amefumaniwa, je, alipoachiliwa na Yesu, ushai kujiuliza kama alienda kuendelea na dhambi tena ama aliacha? Sitaki kuendelea sana. Mungu awabariki sana, lakini tutafakari hayo. Tutafakari hayo ambaye Yesu amesema. Tutafakari maandiko kwa kina na tuangalie ni jinsi gani tutakuwa tunarejesha kanisa, jinsi gani tutakuwa tunawalea washirika wetu, jinsi gani tutawalea viongozi kusudi wakue. Hakuna mtu ambaye hana dhambi, na sio kwamba tunatetea dhambi, hapana, lakini inabidi tutambue mafuta ya Bwana, tutambue mtu aliye na roho ya Mungu ndani yake. Na imanishi kwamba mtu akiwa na roho ya Mungu hawezi kutenda dhambi, hapana. Mara anasema hata niangukapo mara 7 nitasimama tena. Kwa sababu gani atasimama tena? Atasimama tena kwa sababu ile roho ndiye inamsimamisha. So msionange kwa sababu ati mtu ameanguka ati sasa hana roho wa Bwana, hapana. Kuanguka kwa mtu si kwamba amekosekana roho. Unajua, Adamu alipotenda dhambi, watu wengi wanasema kwamba roho aliondoka. Lakini maandiko yanasema kwamba Mungu alipokuwa anaita Adamu, 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 Adamu uko wapi? Maandiko yanasema kwamba Adamu alikuwa anasikia na Adamu alikuwa anajibu akisema kwamba Bwana, niko hapa, nilikuona nikajificha. Hawezi ukamsikiza Mungu usipokuwa na roho ya Mungu. Hauwezi ukasikia sauti ya Bwana wala kuongea na Mungu usipokuwa na roho ya Mungu. Tatizo tu ni kwamba wakati tunatenda dhambi tunapungukiwa na utukufu. Maandiko yanasema katika Isaya kwamba tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. So tuwache kudharau watu wa Mungu ambao wamepungukiwa, lakini tuwalee katika njia ya maarifa ya kuhakikisha kwamba wanarudi katika njia na katika njia ya upendo. Tusiwache waende wapotee, hapana. Kama Mungu angemwacha Adamu katika Edeni, maandiko inasema vizuri, ukisoma vizuri ukiendelea, akasema kwamba huyu tukimwacha hapa ataenda kuguza ile ambaye iliyo hai na atakuwa hai, kwa hivyo tumuondoe. Na ndiposa Mungu alienda kumchukua Adamu na akamuondoa na akazuia Edeni kusudi asiendelee kuharibika. Mbona sisi tunawacha watu wa Mungu waendelee kuharibika? Vipawa vya Mungu vinaharibikia ndani ya watu. Watu wako na mafuta. Mtu alikuwa nabii, alikuwa mchungaji, alikuwa intercessor hatari katika kanisa lako. Wewe ulimuacha, sasa ndio hiyo siku hizi yuko kilabuni.
mnashinda mkitangaza kwamba anaendanga klabu fulani pale tao. Mnatangaza kwamba anakuanga sehemu fulani, ule mwanamke ambaye alikuwa mwinjilisti wetu asai anakuanga pale Koinange. Kwa nini mnashinda mkitangaza? Mnajua kwamba ni mafuta ya Bwana ile. Tufikirie mara mbili kuhusu upendo wa Mungu na turudi katika njia. Sina mambo mengi. Naitwa Boss Prophet Kisimu, ama nitafute kwenye YouTube channel yangu ya Moyo TV Kenya ama Edwina Papa. Mungu atakubariki sana. Amen.